Wewe ambao una ndoa unasikiliza hapo ulipo, unajaribu kujifikirie tu, waza pamoja na mimi. Ulipoolewa, mama ulipoolewa au baba ulipooa, uliona mabadiliko gani kwenye maisha yako kwa ghafla tu baada ya kuoa? Baada ya kusema huyu ni bibi na bwana fulani, kuna kitu kilitokea katika maisha yenu. Kwa hiyo hicho kilichotokea ni namna ile Mungu sasa alivyoamua mwanamke na mwanamume wakae pamoja, waongezeke, walete maendeleo kwenye dunia. Ndoa inaweza pia ikalinganishwa kama kiini cha yai. Wote ni wafugaji, tunajua kufuga. Yai linakaa, kuku wanataga, baada ya kukaa wakitaga wanahatamia ile mayai, mwisho wanaangua vifaranga. Kwa sasa ndoa ni kama vile kiini cha yai, kikianguliwa kinaangua vitu vizuri sana kwa ajili ya maendeleo ya dunia. Mke na mume tu wakikutana wakioana, unashangaa anaanguliwa, wanatokea watoto. Lakini sio hivyo tu, tumesema mara ya kwanza, maendeleo, mabadiliko kwenye ile familia yanaonekana kwa wale watu wawili. Kwa hiyo ina maana kwamba hata kama nyie wenye ndoa mkikaa pamoja, kwa sababu Mungu anasema mnakuwa wamoja. Mwanzoni Mungu alimuumba Adamu na Hawa kama wamoja. Mwisho akamtoa yule Hawa akawa kwenye ubavu, akamtoa kwenye ubavu wake. Lakini akaambia mtakuwa wamoja. Sasa muunganiko wa mke na mume wanarudi kwenye ile umoja wa Mungu aliokusudia. Kwa hiyo hata kama wewe mke na mume mkafanya kazi kwa pamoja, hata kama ni biashara, labda ninatoa ushauri au ninajaribu tu kutoa kama rai, nyie ambao mmeoana mkiwa na common work, hata kama mnafanya kazi yenu ikawa moja, kama ni biashara akafanya mke na mume, ile biashara huwa inakuwa na maendeleo na mara nyingi haifi. Kwa sababu pale Mungu anapakusudia sana na anapapenda sana.